Kamati ya Bunge ya Katiba na Sheria imelazimika kusitisha kwa muda mkutano wa wananchi kutoa maoni yao juu ya mswada wa mapitio ya mabadiliko ya katiba ya nchi baada ya wananchi kuleta vurugu kumtaka mwakilishi wa CCM Bwana Tambwe Hiza atoke katika mkutano huo. Mwanahabari wetu Henry Mabumo anayo taarifa zaidi. Hiyo imejitokeza baada ya viongozi wa vyama vya upinzani na viongozi wastaafu wa serikali kuchangia maoni yao kuhusu mswada huo, ambapo katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Dr. Wilbrod Slaa ametaka upelekwe kwa wananchi vijijini kwa ajili ya kupata maoni, huku wengine wakipinga lugha ya Kiingereza kutumika katika mswada huo. Mimi ninashauri hatimaye kitabu chote hiki ningependa kwa kuwa kimeshakuwa table kijadiliwe Oktoba, tupate muda mkubwa sana wa kufanya wide consultation katika majimbo mbalimbali. Wapendwa wabunge wazunguke nchi nzima wakusanye maoni ya wananchi, ili mtakapopata sasa katika kamati yenu mmepata across the board mawazo ya Watanzania. Lazima katiba yoyote ile izingatie haki za binadamu. Kwa hiyo ni lazima wananchi waweze kuzungumza, hata kama tunazo katika katiba. Je, zinatosha ama hazitoshi? Hili ni lazima walizungumze. Usawa ndio msingi wa katiba. Huwezi kusema hili halitaguswa. Watazungumza. Maelezo yaliyomo ndani ya mswada wenyewe, na hususan wakati ambapo tunaambiwa watendaji wa vijiji ndio watakaohusika na kuwaita wananchi kujadili, kwamba ningetegemea basi mswada wenyewe uwe katika lugha ya Kiswahili. Unapouweka katika lugha hii ya Kiingereza na kuwapa jukumu kubwa watendaji wa vijiji ndio wasimamie mjadala, inakuwa kama kidogo panakuwa na ajenda ambayo inakuwa haieleweki vizuri. Wakiwasilisha maoni yao, baadhi ya wanasheria wametaka mswada huo kuonyesha namna utakavyotekeleza maoni ya wananchi, huku wengine wakipinga hatua ya rais wa nchi kutoa hadidu za rejea katika kutafuta maoni hayo. Haijitokezi uwasilishi wa moja kwa moja watu watakaposhiriki kuhusiana na mchakato mzima, na pia kuonyesha kwamba tume ichague wafanyakazi wake badala ya wafanyakazi wake wachaguliwe na waziri. Tunaona kwamba angalau hii tume ili iwe kuwa na mandate inayoeleweka na waweze kusimamia secretariat, wapewe hiyo independence. Unaonyesha kwamba unatoa terms of reference, lakini ukija ndani uone hizo terms of reference, badala yake inasema kwamba rais itatoa terms of reference. Hata kwenye summary huku nyuma mswada kwenye nani ya waziri kule, maelezo ya waziri, objectives and what not, inaonyesha kwamba kuna terms of reference zinatolewa na huu mswada, lakini ndani yake hamna terms of reference. Na tumeona hatari kwamba kama mswada unaonyesha functions na president bado anapewa mamlaka ya kutengeneza terms of reference, kuna hatari kwamba akaibuka na terms zake mpya tofauti na zile. Vurugu za mkutano huo zimejitokeza wakati mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi CCM Bwana Tambwe Hiza alipopinga swala la kufanyika kwa marekebisho ya kipengele kinachodaiwa kumpa rais wa nchi madaraka makubwa zaidi ya kuteua viongozi. Umekuwa ni uamuzi mzuri kwa sababu vyama hivi vimekusanya wanachama wao, wamewajaza kwenye magari, wamewaleta hapa kuja kuzomea tu. Wanachama wa CCM wako wengi zaidi. CCM ikitaka kujaza ukumbi huu na huko nje kote kuenee watajaa. Ukitaka kuzuia watu hawa wasiseme CCM, kama ikitaka hivyo sinaweza kufanya. Lakini CCM ni sio chama cha kiuni, ni chama kinachozingatia demokrasi. Wenzetu tumewasikiliza, wanaosema mambo mengine ya ajabu tumewasikiliza, tunavumilia, na sisi tunataka kusema. Kwa hiyo lazima kila watu wapewe nafasi ya kusikilizwa. Tunairisha kikao kidogo. Huu ni lunch time, watu hawajapumzika kutoka asubuhi.